Dula Makabila muongo bana, ana uchawi wote bana. Dula Makabila sifa tu, ana mganga yote mzuri. Anawatisha wale wasingeli wenzao wamuogope. Ana uganga wote bwana Dula Makabila. Umemuona? Ana mwepesi yule. Kama anabisha akiona interview huu andike tu uwezi. Mimi ni mmanue. Ile sauti simfanyi vibaya. Nakausha sauti wiki nzima. Bwana, sisi tumefika kilingeni kwa mfalme wa dawa, bingwa wa tiba asili, Taz Genius, mfalme Taz. Mwenyewe anajiita 9 wa 90. Bwana Taz Genius. Naam. Tumefika kilingeni kwa mara nyingine. Karibu sana bosi. Ofisini hapa. Ndio ofisi kama unavyoiona. Na tiba zinafanyika kama kawaida. Mujarabu. Mujarabu kabisa. Bwana Taz Genius, sisi tumefika. Wenyewe wanakuita msema kweli. Usiogopa chochote kwenye kusema ukweli. Kwanza jamii inasema kwamba Taz hana kalba ya kudanganya. Anachoongea kama kipo basi kinakuja. Nikupe kongole kwa hiko. Asante sana, na ukweli ndio mzuri katika maisha. Tunafanikiwa kwa ukweli na uaminifu. Bwana, sasa Taz kikubwa zaidi, bwana, unazungumziaga sana maisha ya wasanii. Unazungumzia sana kuhusu ushirikina kwa baadhi ya wasanii. Wasanii wanaporudishana nyuma, wasanii wanapoangushana wenyewe kwa wenyewe. Aliyekuwa msanii wa zamani kwenye lebo ya Bigi, nadhani unaelewa. Ametoka na kujibu shutuma ni kwamba walimdogosha kwenye kipaji chake. Sasa unajua si mnataka ukweli. Kawaida WCB au kawaida ya Bigi nishaongea. Ukiwa mkali sana atakuvuta ili atembelee upepo. Lakini pia ukiwa mtu wa kukwepa kwepa atakushusha kwa hela au kiuchawi au kipropaganda au kwenye media. Kwenye media ndo tunaenda huko kwenye hela. Inatolewa karata tap tap tap, huyu mtoto zalau tupa kapuni. Kwa hiyo ngoma zako zinapigwa kwa nadra au kwa bahati mbaya na hakuna anayekataa hela. Ukimsikiliza Mavoko mwenyewe anasema kwamba muda Mboka Shandika ngoma inabidi itoke, Bigi anamtuliza, anamwambia hapana, hii sitoke. Anasema kwamba ni kama anataka kutengenezea mazingira ya kuendelea kubaki chini, asiinuke juu. Hii ina maana gani kibiashara? Muziki ni biashara, wote mnataka kufanikiwa. Sasa mmoja anapotaka kubakia juu na kupelekea kwa kanyaga wenzake waliokuwa chini, hii inamaanisha nini? Ukiwa mkubwa lazima washushe wenzako kwa gharama yoyote ile. Unajua mambo ya riziki au mambo ya wasanii ni fitna. Na asilimia kubwa Bigi ukiona mtu yuko karibu yake aga anamtungia. Diamond nyimbo nyingi zinazoiti ametungiwa, sio zake. Sasa ndio maana alipoondoka Mbosso, Lichi Mavoko, wewe umeona kuna nyimbo unaoielewa. Yaani nyimbo inayoiti miaka yote sana sana inaiti kwenye miezi. Unajua kwa nini? Diamond ni mtu wa kutungiwa nyimbo na vichwa vyote vile vimejisapaleti, vimekaa pembeni kwa sababu navyo vinatakiwa vikue. Umeelewa? Na ndio maana anatumia nguvu kubwa sana wale waliotoka wakandamizwe chini wasisikike kwa sababu itakuwa ni aibu kwake. Hiyo iko wazi inajulikana, sisi tunajua. Labda kama kuna watu hawajui. Na hatumchukii mtu bali tunaongeaga tu ukweli. Kazi kwani Zuhura andiki? Zuchu. Sasa Zuchu si wa kubebwa bebwa rafiki yangu. Sasa Zuchu si anabebwa. Kwa sababu Zuchu kikawaida kuimba ajui. Lakini kutokana kapata mtu ambaye ana moyo na huwa ni mtu wa plomo kwa kutumia chochote kitu. Lazima akae kwenye mstari na Zuhura ni mtu wa kutungiwa. Hiyo inajulikana wazi, yani Zuhura, Mondi ni watu wa kutungiwa. Na ndio maana unapoona wasanii wametoka, ndio maana kuna siri huwa zinakuja. Unajua Mbosso kwa nini ikanyamaza? Mbosso akisema aweke vitu bayana wazi ni vizito, kwa hiyo sometime pia itamletea shida katika mambo ya kisheria na mikataba ya kampuni kwa sababu WCB ni kampuni of course. Sasa Taz Genius, wakati hayo yakiendelea, Mavoko akaenda deep zaidi. Anasema kwamba aliwahi kumzingua Salam SK kwa sababu aliongea maneno mabaya kwa mama yake mzazi. Alifikishiwa na mama yake, nimeambiwa hiki na kile. Kwa hiyo alifikia paka hatua kumzingua. Unafikiri ni busara mambo au ugomvi wa kazi kupelekea kumtukana mzazi wa mwenzako? Unajua sometime wewe ni binadamu. Kuna vitu unakuta vimetokea from nowhere kwa sababu ya hasira. Lakini pia unajua katika hizi jamii tunazoishi kila mtu anajulikana tabia yake. Salim SK ni mjivuni.
ni mjivuni. Na unapoona Salimu SK kawekeza au yupo, hawezi kukusindikiza kwenye utajiri. Lazima ye kuna kitu anakipata au kuna maslahi anayapata. Sasa inaweza kuwa kwenye biashara kulikuwa kuna vitu ambavyo haviko sawa, kila mtu anajiona bora, kwa hiyo kukawa na utofauti wakazinguana. Hiyo ni kawaida kwenye biashara, kwa sababu Salim ni anajiona, sio anajiona, ni manager international, kwamba kimataifa na organization na nchi mbalimbali ili msanii aende kuperform, si ndio? Kwa hiyo hile pia inamuongezea kibunda, si ndio? Kwa hiyo na yeye labda alikuwa kwenye ugomvi, kuna maslahi yake bila kujua. Sasa uwezi ukajua in deep, yule sikaongea, uwezi ukajua upande wa pili naye atasemaje. Kwa hiyo lazima usikilize upande wote. Sasa Tazgenius, watu wanajiuliza, au pengine msimba muulize ile swali Tazgenius, kipi ambacho watu hawajui ambacho kipo nyuma pazia kati ya Rich Mavoko na kuondoka WCB? Unajua Rich Mavoko anajua kuimba kuliko Diamond, lakini Diamond ana hela kuliko Rich Mavoko, unajua? Unajua sasa Diamond of course ana akili ya kibiashara, ana akili ya kufikiria. Unajua Rich Mavoko alikuwa anatisha sana, hata Mondi alikuwa anamhofia, lakini alivovutwa, yani ni mfano wewe ukiwa adui yangu au wewe ni mbabe wangu, alafu nikakugeuza ukawa rafiki yangu. Sikuna vitu unaweza ukasita kuvifanya kwa sababu unaona huyu ni rafiki yangu. Ndio akili ambayo inatumika. Kwa hiyo lazima uwe na akili, na hii yote inatokana na ile kutofikiria mbele au kutokuwa na management ambayo zenye hela. Kila kitu ni hela. Hata Mondi hizi promos unaona anaimbaga nyimbo hazina kichwa, hazina mguu. Unajua kwa nini zina promo nyingi? Mpaka watu wale content creator wanafanya nini, wanaita zile challenge. Unahisi ni bure? Yule ni mjanja kwenye mfumo wa biashara na mkubali. Yuko vizuri na ndio biashara inavyotaka. Hiyo mimi sina shaka naye. Yuko vizuri. Kwa hiyo kwa lugha rahisi kwamba Biggie anawalipa content creator wafanye challenge za ngoma zake. Alafu Diamond mjanja akufati wewe. Yaani Diamond hata kama anataka kukutukana, anamtumia mtu. Yule ana akili. Mondi ana akili bwana. Yaani mfano hata kitu umemuuzi, anataka kukisema, waga anakaa nyuma ya mtu. Momo pale anacheza. Sasa hayo mengine, wao wengine hao ni makuadi, mimi sitaki kujua. Mimi ninakwambia akitaka kufanya kitu, sawa, anatumia pazia la mtu. Unaweza ukaona huyu mbona from nowhere tu, kumbe tayari yale ni mambo ya kimjini, kwa hiyo lazima uwe wa mjini. Sasa Mondi si mtoto wa Tandale. Baadhi ya vitu si anavijua, Simuni ule au unaona anavyo katika viuno. Kuna vitu vingi anavijua. Sasa Tazi, Mavoko amezungumzia unafiki. Amesema kwamba unafiki kupigishana shoti ndio kitu ambacho pia kimechangia hata yeye kuondoka kwake. Amezungumzia issue ya kuwepo loudspeaker wakati mtu amuuliza maswali ya mtu mwingine. Kwa nini unafiki? Kwa nini kupigishana shoti? Hakuna asiyependa maendeleo ya mtu bosi, sawa? Alafu hakuna sehemu isiyokuwa na unafiki. Hata wale wanaomzunguka Mondi unahisi wote wanampenda? Unahisi wewe wanampenda? Wewe watu wote wanakupenda? Mimi kuwa mganga mkubwa mpaka natamba, mpaka nasema, na watoa nishai watu. Unahisi watu wananipenda? Wapo ambao wanakuchukia. Sio wapo wengi. Sasa mimi si ni kampuni yangu. Mfano mimi ningekuwa kwa mtu sinishapigishwa shoti. Kwa nini siwezi kupigishwa shoti? Kwa sababu simtegemei mtu. Rich Mavoko alikuwa kwenye sign label. Kwenye sign label kila mtu anataka aonekane bora. Kwa katika watoto kuna mwingine anataka alete umbea, baba muone mzuri. Kwa hiyo hayo ni mambo ya kawaida katika masuala ya biashara, masuala ya kampuni. Usishangae. Wale wote WCB, sio WCB, kampuni yoyote. Hata ukiona kampuni ya kufagia, unafiki upo, kupigishana shoti kupo. Si kwa sababu tu unaweza ukamletea unafiki kwa sababu mtu unaona huyu mtu hatari, ngoja nimchonganishe. Kwa sasa unafiki lazima upambane nao. Hakuna anefika kiurahisi rahisi babangu. Kwa hapa leo tunaungana na wahenga wanaposema kwamba penye wengi pana mengi. Nisikilize nikwambie, usiamini maneno yote ya wahenga. Hilo la wahenga liamini hilo, lakini sio yote ya kuamini. Yaani inabidi uchambue. Na kama ni kama Biblia au msaafu, sio vyote vya kweli. Si wameandika wanadamu? Toa hapa, jumlisha hapa, weka hapa, gawanya hapa, sipo. Acha ujinga wewe. Maneno ya Mwenyezi Mungu kaandika nani? Maneno ya Mwenyezi Mungu aliandika nani? Maneno matukufu aliandika nani? Yaani mashine iliyochapa kile kitabu cha nani? Kwani ametoka kwa nani? Ya aliyechapisha ni nani? Binadamu. Binadamu kakamilika?
Ana udhaifu actually. Ulikuwepo kipindi yale maneno anapokea anaandika kama yalivyo? Historical. Achana na historia dogo, wewe mtumia akili, wewe mwandishi vipi? Tazi, nisikilize, kwenye masuala ya imani achana nayo. Utafanya watu watutukane kwa sababu tunajua sisi dini ni biashara. Dini tunajua ni biashara. Si unaona mpaka mbuzi kasema yani ndio. Kwa Tazi, wewe uamini katika dini? Mimi namuamini Mungu, siamini dini. Huamini katika dini? Namuamini Mungu yupo, aliyeumba hii dunia, ni lazima aliyejenga nyumba na mji wake. Mimi nimesoma falsafa, vitabu vyote navijua kuanzia kupindua pindu. Kwa hiyo mimi usije ukaniingiza kwenye mtego huo. Naamini Mungu. Unaona swali vipi Tazi? Mimi na swali namuamini Mwenyezi Mungu. Ibada zako zipoje Tazi? Ibada zangu za kumuomba Mungu aliyeumba dunia na amri zake ambazo kaziweka katika dunia, na zipo kwenye vitabu vyote. Na ndio maana vitabu vya dini ni kama wahenga, kuna vitu lazima uvichambue. Kwa mfano, ndio kitabu kinakwambia akikupiga kibao cha hapa mgeuzie na hapa, wewe unaamini? Wewe unaamini kwamba akikupiga kibao hichi mgeuzie na huko, wewe unaamini Mungu kasema hivyo? Nakupa mfano mwingine. Mwenyezi Mungu katika kitabu chake takatifu cha Qur'ani kinasema tujitenge na majini. Sawa? Majini ni dhambi, kumiliki viumbe ni dhambi. Uongo kweli? Ndio. Sasa unaendaje kwa Shia anakuambia natumia majini afu akwambia mtu wa Mungu? Dogo vipi na wewe? Hebu tuendelee na story bwana. Umeona kwamba lazima uwe na akili Tuendelee, una point, tuendelee. Sasa Tazi, umezungumzia mashehe. Mashehe sio dini. Mtu anaweza akasoma akajua lakini akaamua kukengeuka. Na mimi ndo nimekupa. Kuna watu wanajiitaga manani. Ngoja nikupe mfano, mtoto mdogo huyu ambaye ombaomba Firidausi. Huyu ombaomba Firidausi, si anasemaga anaongea na majini? Anajiita Sharifu. Anakuambia alivyozaliwa hakunyonya. Sasa mtu kama huyo si chizi, anadanganya watu. Alafu anakuambia anatumia majini. Sasa unamuelewa nini? Tumekuchukulia mfano ombaomba. Sasa si unaona ni chizi? Yaani ni mtu chizi muongo. Anakuambia kapewa mke wa kijini. Sasa wewe mtu kama huyo, mtu kaomba viatu kwa Mwarabu, kapewa akapeleke watoto yatima, kaenda kuuza Karume. Wewe unasemaje huyo shehe? Unajua vitu vingine mnapata dhambi bwana. Huo nimekupa mfano wa kijana mdogo ambaye mimi mafaili yake ninayo. Sawa? Kwa nini Firidausi? Kwa nini Firidausi? Si ndio ninajua ombaomba. Kwa nini sio mwingine? Wako wengi. Unataka nikutajie mwingine? Nani mwingine yule? Nani? Yule alikuwa mwanamuziki, akaingia kuanza kunani? Aliyesema mimi uganga wangu wa mke wangu, nani yule? Jabiri. Yeah. Sasa mtu Jabiri rafiki yangu. Sasa yule naye utasema kabisa ni shehe, unaenda kwamba akupigie dua. Sasa yule mafaili yake mimi nakupa. Yule mafaili yake nakupa. Ndio. Abubakari wa Oman unamjua? Umpati Sasa mwambie katika watu, sawa, hii dunia unapokuwa shehe usio unabingiriswa kama mjusi. Mbuzi kasema. Unataka kumaanisha nini? Anabingiriswa kwamba sigara kali. Washanielewa. Mimi nimsingiziage mtu. Yule ni sigara kali, asiyejua nani? Mchicha mwiba, asiyejua nani? Ngome yapata wapi? Na yapata mafaili. Unaponichokoza ujipange, mafaili yako mimi sinayachambua. Alafu mimi nikitaka mafaili situmii kazi. Sasa Tazi, kuna kitu kimoja wanasema kwamba kama yani inasemekana, inasemwa na ni kawaida kwa watu kusema, wanasema kwamba ukimwona mtu anaumizwa na jambo fulani, anaumizwa na maendeleo ya mtu fulani, basi kuna sehemu huyo mtu kampita maendeleo. Watu wanasema kwamba unaumizwa na maendeleo ya Sheikh Sharifu Firdausi Al-Kadiri. Astaghfirullah ilaha illa. Mwenyezi Mungu niokoe wa uongo huu. Nijibu nini? Kwa nini Tazi? Naomba niongee kwanza unawakosea wa Tanzania au wa Tanganyika au wa Zanzibari kunishindanisha kimaendeleo mimi na Firdausi jamani. Sasa hapa niongee nini? Mwenyezi Mungu msamee mwandishi huyu. No comment. Mimi Tazi, kwa sababu hizi hapa. Labda ukoo wake wote. Tazi, kwa sababu ni hizi hapa. Kwa sababu wanasema hivyo. Wanasema kwamba ukimwona mtu yupo kimya,
anaendesha maisha yake Ehe. katika ustaarabu wake, katika mapambano yake, katika utafutaji wake, amekataa kumwataki mtu yoyote. Alafu mtu binafsi anapotokea pembeni na kumwataki kwenye biashara zake, kwenye maisha yake, ni kama mtu ambaye labda kuna kitu kinamsumbua kwenye mambo ya mtu fulani. Watu wanasema hiki wanakiona kwako. Ni kweli unamwataki Firdaus bila sababu yoyote? Naomba nikuulize swali. Alianza kumwongelea mwenzie nani? Wewe, si una swali? Ongea. Mimi vita yangu ukinichokonoa, vita yangu mpaka niamue mimi kama Ilani, kwa sababu nina mabomu yote, sina mabomu ya kuungaunga. Yaani mpaka yule aje aombe po, na alinipigia simu wallahi ninasema, akaniomba kwamba naomba usiniongelee ndugu yangu, yameisha, waandishi wa habari wanatugombanisha Firdaus. Leo naongea na nilikuwa nataka iwe siri, kwa sababu umeongea hivyo umenikasirisha. Nimeongea ajue, bora mbwai tu. Wewe unanisindanisha mimi na Firdaus. Yaani mimi unanishindanisha na omba dogo. Kwa nini omba? Sasa Firdaus anafanya kitu bila kuomba? Si anaomba Waarabu mara mchango, sijui nini. Pale anapopaka yale mafuta yale ambayo anayatengenezaga ya mapepo. Sasa pale kwenye si anahifadhiwa. Firdaus unajua anapokaa? Unajua anapokaa? Wapi? Paka anapokaa kahifadhiwa. Mimi ndo nakupa kodi. Uoni kwamba unamdogosha Sharifu? Wallahi na hapa sikudanganyi. Nenda Firdaus kamuulize kajenga. Wallahi na hapa tena. Watanzania Watanganyika wanisikilize, sijai kumdanganya mtu. Yule ni mtu wa kusaidiwa. Alafu kitu kinachoniuzi, ana asili ya uongo, afu anajiita shehe. Mimi sijaona mashehe waongo bwana. Tunaambiwa kwamba ombeni nanyi mtapewa. Kuomba dhambi? Kuomba sio dhambi, lakini usijimwambafai kwenye vitu vya uongo. Kuna kama mtu wako mmoja ni mganga, ni kijana mdogo sasa hivi anafundisha dawa ananiiga. Yule kama Firdaus, vitu vya watu anasema vya kwake. Lazima nijenge gorofa, ana kawimbo kake, sijui wanamuita nani, hata simfuatii. Sasa unapokuja kwenye industry sisi ni tunanongwa. Tunanongwa. Yaani unapokuja kwenye mitandao sisi tunanongwa. Tutataka tuone huyu mtu anachokiongea ni cha kwake. Wewe unaenda kukaa kwenye magari ya watu, kwenye magorofa ya watu yanayojengwa, unasema lazima ujenge gorofa mwaka huu wakati we kapuku. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba unanongwa na Firdaus? Sina nongwa, ila nisikilize, mimi ni Mswahili. Nongwa lazima. Unapokuwa muongo mimi nakuletea nongwa kweli. Si unaona kama rafiki yako yule mwenye kimbunga? Unajua mwenye kimbunga nani? Yule mwenye kimbunga aliyepigwa vibao akasema amepigwa majini. Sasa yule angekuwa na uganga mimi angenitumia jini yule. Hana uganga wote, anakuambia amepigwa majini. Sasa umepigwa unasema amepigwa majini. Wewe uone kwamba hata watu wakaona huyu kumbe liongo hili. Sasa wewe una uganga unapigwa unazalilishwa unashindwa kutuma hata kijini. Uliza sio swali, maswali. Sikia mbuzi kasema tena huyo. Mbuzi kasema tena. We nini wewe? Paka viumbe wanasema. Uona mimi sehemu gani Firdaus kakupita? Firdaus bana kanipita labda kujua Kiarabu. Kujua Kiarabu Firdaus kanipita kwa sababu mimi sijui. Lakini pia kanipita kwa uongo. Kwa sababu Firdaus tukihesabu kiumri nimempita. Kuongea nimempita. Kiriziki nimempita. Kiconnection nimempita. Mimi nahisi hata dhambi kama nimempita. Au unaonaje? Kwa nini dhambi? Yaani wewe elewa hivyo usikomenti. Yaani mimi nimempita kila kitu. Yule kanipita kusoma Kiarabu na uongo na kuigiza maisha. Kwa sababu ukimsikiliza yeye. Afu wewe mbona unaenda unaniforce nimzungumzie mtu mdogo? Kumalizia hapa. Kwa sababu yeye anasema kwamba yeye ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Kwa maana gani? Ukishakuwa Sharifu automatic unakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa maana gani? Anasema kwamba akiomba dua zake ni rahisi kumfikia Mwenyezi Mungu. Huoni kwamba muda ambao ataamua kunyanyua mikono yake juu na kumshtakia Mwenyezi Mungu juu yako kwa haya ambayo labda kwamba unamzushia au unamsingizia itakuwa mbaya kwako? Yaani wewe rafiki yangu kusoma ujui hata picha uoni. Yule nishakwambia hata dua ya kufanya sisimizi asinzie hana. Hivyo nafikiri navyompiga ati triki za kweli. Unafikiri hajaomba hiyo mikono? Sio huyo tu, wako wengi wameomba hiyo mikono, lakini majibu hakuna. Alafu usiseme kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Hata wewe ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Hata wewe binadamu yote ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Sikia mbuzi kasema tena. We vipi bwana? Hayo maneno achana nayo ya biashara hayo. Bwana Tanzi tutoke huko. Tutoke huko. Bwana tumemsikia dada yako. Nani? Kalivalia njuga ile swala. Nani?
kamtetea bosi wake, kamdefend. Nani? Dadako Diva the boss. Sasa unaniambia watu wenye sura 70 bana, hebu achana naye bana, mimi siongee na mtu simjui sura sura yake sijui, nitaongeaje? Mimi niletee sura yake ndio niongee naye, mimi siongee na watu hao. Watu mweupe. Au taziona muonaje? Mimi namuona kama bibi. Zombie. Kwa nini zombie? Sijajua sura yake, sometime kama mzee, sometime kama kijana, sometime kama bibi, sometime kama midabwada. Sasa sijui makeup. Sasa ukipiga makeup sinatakiwa uwe mzuri. Sasa unapigaje makeup wewe unakuwa mbaya? Umri. Sasa kama umri akafanya surgery Uturuki. Kwa sababu naamini kwa show off na majigambo alionayo, kama angekuwa na shururu, terere, nderere, dada yangu anavyopenda sifa yule, anavyopenda shoshondolo, Uturuki pangeendeka. Kwenye moja interview yake amesema kwamba anatumia takriban milioni 5 anatengeneza akatembea nayo. Sasa watu kama hao usiwashangae, mjini wako wengi. Watu kama hao tunawapataga wenye matatizo. Achana naye, chizi, mchukulie chizi. Mtuongee watu wenye akili, ule chizi. Tuongee watu wenye akili. Mimi force niongelee watu ambao wamnazo. Bwana, tumalizie na hiki hapa. Baada ya ukimya wa muda mrefu, watu kusema kapotea, hayupo tena, aidha ameibiwa nyota, aidha akakumbana na mambo ya kimziki, mambo ya maagano na mikataba. Nani? Jana kaachia kiungo kipya. Nani? Mbosso Khan. Mbosso na Mfalme Kiba. Mbosso kuibiwa nyota hajaibiwa, ila anafanyiwa fitina za chini chini. Kwani ujui baba? Mbosso inatakiwa atafute mganga mzuri ujue. Sio kukaa kimya. Watu wako hivi mdogo wangu. Wanakupiga kiucheo, wanakupiga kwenye hela kwenye media. Yaani wewe DJ anavutwa anasikiliza wewe. Si uko Nyonzo bini Nyonzo. Yule mtoto ujue siku hizi jeuri. Wewe fanya kama ukiona nyimbo unaruka. Kwani ujui mikakati ya mjini mdogo wangu? Ndio maana fitna za muziki. Fitna za muziki ndio hivyo. Alafu fitna zozote ni hela. Yaani unajua hela. Alafu pia lazima uroge sana. Fitna hela. Unawaambia nini vijana wanaotamani kuingia kwenye industry ya muziki? Vijana nawaambia wajikakamale, wapate kinga, lakini waroge sana, kwa sababu muziki unahitaji uchawi, kuigiza unahitaji uchawi, ushe unahitaji uchawi, uganga unahitaji uchawi, prophet unahitaji uchawi. Kwa hiyo bila uchawi wewe subiri embe chini ya mwarobaini. Mbuzi usikia analia, anasema, anaitikia. Kazi mbona nichanganya kwa maana gani? Huku watu wanatuambia kwamba ili ufanikiwe tunahitaji juhudi na bidii na kumwomba sana Mungu. Fanya wewe juhudi bila kuloga. Fanya juhudi bila kuloga. Wewe fanya juhudi bila kuloga. Autoboy. Ngoja nikuulize. Unamjua Barnaba? Namjua Barnaba. Anajua kuimba ajui? Najua. Kwa nini yeye Barnaba avumi kama wengine na wengine hawajui kuimba kuliko Barnaba? Nakupa kodi. Fanya juhudi usiroge. Tumemaliza. Kama Dula Makabila. Utajua ujui. Dula Makabila muongo banana, uchawi wote banana. Dula Makabila sifa tu, ana mganga yote mzuri. Anawatisha wale wasingeli wenzao wamuogope. Ana uganga wote bwana Dula Makabila. Umemuona? Ana mwepesi yule. Kama anabisha akiona interview huu andike tu uwezi. Mimi nimmanue. Ile sauti simfanyi vibaya. Nakausha sauti wiki nzima. Aje tu mpelekea hata hii akiona Dula Makabila anawatisha waiba singeli wenzake. Mwambie akiona interview hii aseme wewe uwezi. Yaani amtumie hata mtu aseme tu bana Dula akasema na mkausha sauti wiki nzima. Alafu ndio tutajua anajua juu ana waganga walionao waongo mweupe. Tanzania nzima. Muongo bana anatudanganya. Ni mara kadhaa amenukuliwa akisema hiyo kauli. Sasa ngoja nikwambie dogo. Watanzania ukitaka kuharibu saikolojia wajue mshirikina. Ndio wanakuogopa. Yeye atengeza mazingira ogopwe tu. Mweupe mweupe kabisa. Kwa wafike kilingeni. Akija tunasaidiana, akitaka tuloge tunaloga, lakini hana waganga wazuri muongo. Angekuwa na waganga wazuri Dula Makabila, mimi naamini siku nyingine nitakwambia kwa nini. Na huyo ndio king of singeli. Kubabake. Nani aliyempa ukingi wa singeli? Jamii ilipiga kula wapi? Nani mwingine? Jamii ilipiga kula wapi? Yani, kwa maana hii hapa ni kama ambavyo kuna kikocha na yani mimi hata ungeniambia kidogo hata partner yule sijui voice ningekuelewa. Dula Makabila ni mwimbaji mzuri. Ila sasa hivyo vyeo unavyompa, mbona mimi sioni sifa hizo? Sasa mbona unapendaga kupinga Tazi? Kwa maana mimi sipingi wala mafanikio ya mtu sionei wivu. Ila nimenyooka. Kama unataka tuongee unafiki,
Nenda kwa wale waoji wanafiki. Mimi sitaki unafiki. Mimi kama mimi ninavyoona kwenye ukingi wa singeli bado. Kama we umeona inatosha. Si kama ambavyo IPM kajipa urahisi wa wanaume na bwana. Wewe bwana, usiniambie watu ambao mimi kwenye akili zangu hata siwafikiriagi. Hasa astakafulai. Dogo, vipi taongea vitu vizito? Wewe unaona watu wenye akili timamu na kaga kuwasema wanaume wenzao. Niache. Kwa ile kilikuwa sio kikao cha wanaume. Kikao cha mashangingi. Kwa nini? Wote walioenda pale mashangingi. Sasa wewe ushaona mwanaume na lijali na nkende zako mbili, unaenda kusoma maisha ya mtu. Huyu Nyonzo bini Nyonzo, na wewe si ufanye Nyonzo bini Nyonzo. Unajua bwana, unapokuwa ni mtu mzima unatakiwa uwe na akili za kiutu uzima. Unapokuwa uko kwenye sekta kama ya uchungaji, utumishi, nenda na slogan za utumishi. Ukivuka sisi tutakwambia, tukikwambia utapaniki. Ukipaniki hatukuogopi. Kavuka mstari gani? Na tunakuchapa vile vile ukizingua. Kakosea wapi? Kwanza unanifanya mimi nimpeleke mjini huyo wa nini bwana? Kakosea wapi? Watakomenti alipokosea. Tuendelee na stori za maana. Bwana tayari sisi tukushukuru sana. Asante sana. Bwana 9 wa 90 tunamaliza hivyo. 9 wa 90 nikisema nimesema. Jabari, Rurula, Derere, Nderere, Kengenge, Kinginga. Imeisha hiyo babangu. Tukushukuru sana. Asante sana.